Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ninaamini ulishakitambua kwa kitambulisho hicho. Sasa tumsikilize mchungaji Geoffrey Wanjala Muniolo ambaye atatubariki na neno la Mungu. Msikilizaji, ni matumaini yangu kuwa wema wa Mwokozi umekuwa nawe. Nami dada Pamela Omodo naichukua nafasi hii kukukaribisha katika kipindi hiki chako cha neno. Ila kwanza tupokee wimbo huu. Safiri, safari, ninakwenda nyumbani, mbinguni. Dunia hii sina makao, ni mpitaji. Safari yangu, oh mimi, na vikwazo vingi, majaribu na hila za mwovu zinanizuia, lakini Bwana kanipaka mafuta, mimi sioni hofu. Yesu mwenyewe ametangulia, sina mwingine, oh mimi nimtegemeaye ila Yesu, faraja yangu ya maisha yote. Rubani, dereva wangu, ndiye nahodha, ndiye mlinzi, sina mwingine. Nimeona mambo mengi duniani, nimeona mambo mengi duniani, lakini yote yanapita jamani. Mimi nimemgeukia Yesu wangu, anipeleke juu mbinguni, nikaishi na Mungu nyumbani kwake. Nakwenda nyumbani, nakwenda nyumbani, nakwenda. Nimeona mambo mengi duniani, nimejaribu mambo mengi duniani, lakini yote yanapita. Kama ni urembo wako, huo nao unapita. Kama ni elimu yako, hiyo nayo inapita. Kama ni mali yako, utaiacha hapa. Mwenzangu, rudi, rudi kwa Yesu, twende mbinguni. Rudi kwa Yesu, twende mbinguni. Nyumbani kwetu mbinguni kuna furaha jamaa, nyumbani kwetu mbinguni kuna amani jamani, nyumbani kwetu mbinguni hakuna masumbufu yoyote, nyumbani kwetu mbinguni hakuna kilio wala shida. Ninakwenda nyumbani mbinguni mimi jamani, nakwenda nyumbani, nakwenda nyumbani. Marafiki kwa heri, nakwenda nyumbani, usinidanganye, nakwenda nyumbani. Dunia kwa heri, nakwenda nyumbani, nakwenda kwa Baba, nakwenda nyumbani. Shetani kwa heri, nakwenda nyumbani, nakwenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu msikilizaji, asante kwa kuchukua muda wako ili ujifunze neno la Mungu, kusudi ufahamu yaliyo makuu na mema aliyotutendea. Haya ndiyo tuyapata kwenye kitabu cha mafundisho yetu, kitabu cha Warumi. Nalo somo letu latoka kwenye sura ya 3, tukianzia aya ya 21 hadi aya ya 31.
Kwenye kipindi kilichopita tuliona jinsi ambavyo Mungu mkuu, ambaye pia ni mhukumu, anavyotutazama sisi wanadamu. Pamoja na hiyo, tuliona jinsi ambavyo tabibu mkuu, ambaye ni Bwana wetu Yesu Kristo, anavyotuangalia na kutuona jinsi tulivyo, hasa katika hali yetu kama wenye dhambi. Baada ya kuona hayo, hebu sasa tugeukie habari njema kuhusu wokovu wetu. Hii ni kuhusu haki apatayo mwanadamu kutoka kwa Mungu. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 21: lakini sasa haki ya Mungu imedhihirika pasipo sheria, inashuhudiwa na torati na manabii. Je, haki hii anayonena Paulo ni ipi? Haki hii ni ile itokayo kwa Mungu. Kristo ndiye amefanyika kuwa haki yetu. Hili ni kwa msingi wa lile tulipatalo kwenye sura ya kwanza mstari wa 30 kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Neno la Mungu kwenye sehemu hiyo latuambia hivi: bali kwa yeye ninyi mmepata kuwa katika Kristo Yesu, aliyefanya kwetu hekima itokayo kwa Mungu na haki na utakatifu na ukombozi. Tena kwenye Wakorintho wa pili sura ya 5 aya ya 21 twapata hili: hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Ni muhimu kufahamu hili kuwa ni Mungu ndiye atoa haki hiyo na kumpa mwanadamu. Rafiki, hii ndiyo haki inayodhihirika pasipo sheria, nayo yatoka kwa Mungu. Haki hii haiwezekani kupokea kwa njia nyingineyo. Elewa hili, sheria kama ilivyo haiwezi kukuokoa, wala wewe mwenyewe huwezi kufikiria matakwa yake. Mungu hawezi kukubali lolote lenye kasoro, nawe kama vile wajifahamu mwenyewe, hauwezi kuwa mkamilifu. Wafaa kupokea haki hii kwa kuwa manabii na sheria waishuhudia. Mfano wa hili nitakuuliza usome kwenye kile kitabu cha nabii Isaya sura ya 53 mstari wa 6 na 10. Pamoja na hiyo, soma kwenye Zaburi ya 32 mstari wa kwanza. Aya hiyo ya 22 na 23 zaendelea kutwambia hivi kwenye kitabu hiki cha Warumi sura ya 3: ni haki ya Mungu iliyo kwa njia ya imani katika Yesu Kristo kwa wote waaminio, maana hakuna tofauti, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Iwapo wahitaji kupokea haki ya Mungu, basi ni kwa imani katika Kristo Yesu. Pasipo ya kuamini, elewa kwamba umepotea kabisa. Wakati ule wa sheria, Mungu aliwataka wanadamu watende haki, lakini katika wakati huu wa neema, Mungu awapa haki itokayo kwake mara wanapomwamini Yesu Kristo. Hakika yote anayotaka Mungu kutoka kwa mwanadamu, nayo ndiyo apokea, ni yale ayatoayo mwenyewe. Haki wanaopokea wanadamu kutoka kwa Mungu si hilo walifanyalo kazi, bali ni kwa imani tu. Kuna hao wanafunzi waliomuuliza Yesu kwamba wafanye nini ili watende kazi za Mungu. Yesu aliwajibu na kuambia kwamba kazi za Mungu ni kuamini huyo aliyemtuma. Soma hayo kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 6 mstari wa 28 na 29. Imani hiyo si tendo lako, bali ni kipawa cha Mungu. Mtumishi wa Mungu kwa jina Spurgeon alisema kwamba si tumaini lako ndilo la kuokoa, bali ni Kristo, wala si furaha yako iliyo katika Kristo ndiyo ya kuokoa, bali ni Kristo. Si imani ndiyo ya kuokoa, ijapokuwa ni chombo kilichotumika, bali uokovu hutokana na damu ya Yesu Kristo na utu wake Yesu Kristo. Je, ndugu yangu, umemwamini Kristo? Umepokea haki inayoshuhudiwa na sheria na manabii? Haki hiyo ii katika Kristo Yesu, naye aitoa kwa kila mmoja anayeamini. Hili ndilo mtume Paulo alitambua, kama vile tunavyosoma kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya 3 mstari ule wa 4 hadi 9, ambapo neno la tujulisha yafuatayo: walakini mimi ningeweza kuutumainia mwili. Mtu yeyote akijiona kuwa anayo sababu ya kuutumainia mwili, mimi zaidi. Nalitahiriwa siku ya 8, ni mtu wa taifa la Israeli, wa kabila ya Benyamini, Mwibrania wa Ebrania. Kwa habari ya kuishika torati ni Farisayo. Kwa habari ya juhudi, mwenye kuliudhi kanisa. Kwa habari ya haki ipatikanayo kwa sheria, sikuwa na hatia. Lakini mambo yale yaliyokuwa faida kwangu naliyahesabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo. Naam, zaidi ya hayo nahesabu mambo yote kuwa hasara kwa ajili ya uzuri usio na kiasi wa kumjua Kristo Yesu Bwana wangu, ambaye kwa ajili yake nimepata hasara ya mambo yote, nikiyahesabu kuwa kama mavi, ili nipate Kristo, tena nionekane katika yeye,
nisiwe na haki yangu mwenyewe ipatikanayo kwa sheria, bali ile ipatikanayo kwa imani iliyo katika Kristo, haki ile itokayo kwa Mungu kwa imani. Ndugu msikilizaji, Mtume Paulo alifahamu kwamba haki ipatikanayo kwa sheria haiwezi kumsaidia. Ni haki tu itokayo kwa Mungu ndiyo yamfaa, nayo ndiyo itamwepusha na hukumu. Tunapogeukia aya ya 24, hivi ndivyo neno laendelea kutwambia: wanahesabiwa haki bure kwa neema yake, kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Neema ya Mungu, ndugu msikilizaji, ndiyo yamfanya awaye yote mara anapoamini kuhesabiwa haki. Haki hii ni ile wapatayo wanadamu pasipo ya kufanya lolote lile ila kuamini. Neno hilo bure ni sawa na alilotumia Kristo kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 15 mstari wa 25, akisema hivi: walinichukia bure. Kwa lugha nyingine, hawakuwa na sababu ya kumchukia, lakini walimchukia tu. Ni lugha hiyo ndiyo Mtume Paulo atumia hapa kwa kusema kwamba kwa neema Mungu atuhesabia haki bure. Hakuna lolote linaloweza kuelezea msingi wa mwanadamu kufanyika haki isipokuwa neema ya Mungu peke yake. Mwenzangu, matendo yetu au linginelo haliwezi kutuletea haki hiyo. Neema ni hicho kibali cha Mungu asichofanyia kazi mtu. Ni pendo la Mungu likiwa kazini kwa ajili na kwa niaba ya mwanadamu aliye mwenye dhambi. Yote haya yatendeka kwa ajili ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Daima ukombozi na neema ni pacha, haziachani. Sababu ya Mungu kutuokoa ni kwa kuwa Kristo alitukomboa. Kufanywa haki kwa imani ni zaidi ya msamaha au ondoleo la dhambi katika maisha ya mwanadamu. Ni nyongeza ya haki kutoka kwa Mungu kwa huyo asiyestahili. Kwa msingi wa hili, elewa kwamba turejeshewi tu hadi hapo alipoangukia Adamu, bali tumefichwa ndani ya Kristo. Ni kwa tendo hili la Mungu ndipo twafanyika kuwa wana wa Mungu na pia kupokea uzima usio na mwisho. Amin. Haiwezekani mwanadamu kusimama mbele ya Mungu mtakatifu hata kidogo. Mungu atutazamapo, pasipo ya kazi aliyotenda Kristo, huona dhambi tu na hasira yake hutuwakia. Ndiposa katika kila hali wahitaji kutegemea hilo alilokupa Mungu maishani, ili upate kusimama mbele yake pasipo hofu, yani haki inayotokana na Kristo. Kwa habari ya hili, Mtume Paulo kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya 3 mstari wa 9 asema hivi: tena nionekane katika yeye, nisiwe na haki yangu mwenyewe ipatikanayo kwa sheria, bali ile ipatikanayo kwa imani iliyo katika Kristo, haki ile itokayo kwa Mungu kwa imani. Msikilizaji, yote haya ni kazi ya neema. Twaokolewa kwa neema. Hiyo ndiyo chemichemi ya maji ya uzima itokayo kwa Mungu. Kwa sababu Mungu alimtuma mwanawe aje na kufa kwa ajili yetu, yeye atuokoa kwa neema. Hili ndilo twalisoma kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 2 mstari wa 4 na wa 5. Sikiliza neno hili la Mungu nawe upate kulielewa. Lakini Mungu, kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda, hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituhuisha pamoja na Kristo, yani tumeokolewa kwa neema. Hakika neema ya Mungu ni huo upendo wake usio na kikomo, ukitenda kazi kwa njia isiyokoma, yani sadaka ya Kristo Yesu. Na kwa hiyo kuna uhuru wa milele wa yeye kufanya hivyo bila vizuizi vya sheria. Nayo haya aliyoyatenda Mungu hayawezi kubadilika kama asivyobadilika yeye mwenyewe. Yote hayo yapo tu katika mwana wa pendo lake Yesu Kristo, na kila mmoja anayemwendea, kila mmoja anayemwamini, huyo hupokea hayo ambayo Mungu amemwandalia. Ndiposa neno li wazi kutuambia kwamba wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Maandiko hayo hayapata kwenye kitabu cha Matendo sura ya 4 mstari wa 12. Tunapoendelea kulisoma neno lake Bwana, hivi ndivyo neno latuambia kwenye aya ya 25 na 26: ambaye Mungu amekwisha kumweka awe upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake, ili aonyeshe haki yake kwa sababu ya kuziachilia katika ustahimili wa Mungu dhambi zote zilizotangulia kufanywa, apate kuonyesha haki yake wakati huu, ili awe mwenye haki na mwenye kumhesabu haki yeye amwaminie Yesu. Rafiki msikilizaji, napenda ufahamu kwamba damu katika maandiko haya yakilisha na kuzungumzia habari ya uhai ambao Kristo aliutoa.
Haya ndiyo twayapata kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 9 mstari wa 22, kwamba pasipo damu hakuna ondoleo la dhambi. Na kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya 26 kuanzia ule mstari wa 26 hadi ule mstari wa 29, hivi ndivyo neno latuambia kwa habari ya damu ya Yesu Kristo iliyomwagika. Nao walipokuwa wakila, Yesu alitoa mkate, akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu. Akakitwaa kikombe, akashukuru, akawapa, akisema, nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano, imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Lakini nawaambieni, sitakunywa kabisa tangu sasa uzao huu wa mzabibu, hata siku ile nitakapokunywa mpya pamoja nanyi katika ufalme wa Baba yangu. Hiyo damu ambayo Yesu Kristo alinena ni damu iliyomwagika pale msalabani, ili wewe nami tupate kuhesabiwa haki mara tunapomwamini Yesu Kristo. Damu inapovuja na kumtoka mtu, uhai wake humwondoka pia, kwa kuwa uhai u katika damu. Naye Yesu alimwaga damu yake, na ndiyo uhai wake pia. Simoni Petro anapoandika asema kuwa damu hiyo ni ya thamani sana kupita fedha na dhahabu, vitu vinavyoharibika. Mungu kwa kumweka Yesu awe mpatanishi, ina maana kuwa yeye ndiye aliunda wokovu wa mwanadamu. Kwa msingi huo hakuna mwingine awezaye kuokoa isipokuwa yeye. Matendo yako hayawezi kukuokoa, wala si dini yako na linginelo uwezalo kufikiri. Lakini vyote pia vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo, naye alitupa huduma ya upatanisho. Hayo ni maandiko yanayothibitisha yote ambayo nimekuambia, kwamba ni lazima umwamini Yesu Kristo iwapo utapatanishwa na Mungu. Mungu ndiye alituokoa kisha akatupa huduma hiyo ya upatanisho. Hakuhitaji tutende lolote lile ili tupate wokovu isipokuwa kuamini tu. Zaidi ya miaka 2000 iliyopita, damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani ilitupa njia ya kuingia mbele yake Mungu. Hii hasa ni kwa habari ya kiticho cha rehema, nacho kina damu ya Kristo inayotupatanisha na Mungu. Ni baraka kujua kwamba tuna Mungu ambaye ni mtakatifu, na kwa furaha na hali ya kutosheleka ameweka kiti cha rehema kwa ajili ya walimwengu wanaomwamini katika yote aliyowatendea. Kila atakayekiendea kile kiti atapata rehema tele. Hili halifanyi kwa shingo upande, bali afanya kwa moyo wake wote, kwani asema wazi kwamba kila atakayemwendea hata mtupa nje. Soma maandiko hayo kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 6 mstari wa 37 na kitabu cha Efeso sura ya 1 mstari wa 3. Isitoshe msikilizaji, twaona kwamba Mungu aliziachilia dhambi zote zilizotangulia kufanywa, hilo likitokana na saburi yake au subira yake. Mambo haya hasa yawahusu wale waliotangulia kuishi kabla ya msalaba. Hili la walenga wale waliokuwa wakitoa dhabihu, kama vile dhabihu ya ng'ombe, mwana kondoo na mbuzi. Sadaka zile zilionyesha imani waliokuwa nayo kwa habari ya kuja kwa Mwokozi. Soma sura ya 11 ya kitabu cha Waebrania mstari wa 4, nawe uone lile lililopo kwa habari ya Habili. Yote hayo yalifikia tamati na utimilifu wake katika dhabihu aliyotoa Kristo pale msalabani. Ndiposa kila amwaminie Kristo Mungu amhesabia haki. Jina lake libarikiwe milele, jina lake litukuzwe, maana Mungu ametusaidia. Tunapogeukia aya ya 27, hivi ndivyo neno laendelea kutwambia: kuwapi basi kujisifu? Kumefungiwa nje. Kwa sheria ya namna gani? Kwa sheria ya matendo? La, bali kwa sheria ya imani. Rafiki, iwapo Mungu aokoa kwa imani katika Kristo, basi kuwapi kujivuna kwa sababu ya matendo? Kweli ndiyo hii, kwamba hatuna lolote la kujivunia isipokuwa kuanguka mikononi mwa Mungu na kumwomba rehema. Sheria ya imani ndiyo yaondolea mbali sheria ya matendo au kanuni iwayo yote. Kwa lugha nyingine, uhusiano wa Mungu nasi msingi wake si kwa lolote tutendalo, bali kupokea alilotutendea katika Kristo Yesu. Basi tuona ya kuwa mwanadamu huhesabiwa haki kwa imani pasipo matendo ya sheria. Hayo ni yale yaliyoko kwenye aya hiyo ya 28. Hili lililoko hapa si muktasari wa yote aliyonena, bali aendelea kutupa msingi wa kutupiliwa mbali sheria hiyo ya kujivuna kwetu kwa ajili ya lolote tutendalo. Mtu kama vile alivyo,
ahesabiwa haki kwa msingi wa imani katika Kristo Yesu, wala si kwa msingi wa matendo yake. Aendelea kusema hivi kwenye aya ya 29: au je, Mungu ni Mungu wa Wayahudi tu? Siye Mungu wa mataifa pia? Naam, ni Mungu wa mataifa pia. Swali lililoko hapa ni hili: je, Mungu ni Mungu wa Wayahudi tu? Naam, ni Mungu wa Wayahudi na pia ni Mungu wa mataifa. Basi kufanyika haki kwa imani si kwa Wayahudi tu, bali kwa kila mwanadamu au mtu aaminie. Nayo aya ya 30 yatuambia hivi: kama kwa kweli Mungu ni mmoja, atakayewahesabia haki wale waliotahiriwa katika imani, nao wale wasiotahiriwa atawahesabia haki kwa njia ya imani hiyo hiyo. Kwa lugha nyingine, asemalo mtume hapa ni kwamba Mungu ni mmoja, na katika Agano la Kale alitoa sheria kwa mwanadamu, lakini mwanadamu kwa ajili ya udhaifu wake alishindwa kutii sheria hiyo, wala hangeliweza kufikia matakwa yake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hawakuokolewa kwa sheria zile, maana wokovu daima ulikuwa kwa njia ya sadaka iliyoletwa kwa imani. Sadaka hizo zilimwakilisha Kristo na yote atakayotendea jamii ya mwanadamu, hasa kuwapatanisha na Mungu. Kwa kumalizia sura hii ya 3, neno lasema hivi kwenye aya ya 31: basi je, twaibatilisha sheria kwa imani hiyo? Hasha! Kinyume cha hayo, twaidhibitisha sheria. Mpendwa, ninachohitaji ufahamu ni kwamba neno hili linapotajia sheria haina maana ya zile amri 10 za Musa tu, bali neno hili lanena kuhusu chochote kilichokuwa katika ufunuo wa Agano la Kale. Ila swali ndilo hili: je, sheria yabatilishwa kwa imani hiyo? Kwenye sura inayofuatia Paulo ataelezea kwa mfano wa maisha ya watu wawili jinsi imani haiwezi kubatilisha sheria. Hiyo ni kwa habari ya Ibrahimu na Daudi. Je, ni yapi yatakayokuwepo? Kwa hayo na mengine tutasubiri hadi kipindi kijacho. Kwa sasa hebu tuombe pamoja. Mungu mfalme, tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, na kushukuru kwa ajili ya siku hii njema uliotupa, siku iliyotoka mkononi mwako, ambapo tumejifunza neno lako lililo uzima wetu na pia mwongozo katika maisha yetu. Bwana, neno lako ni taa ya miguu yetu, neno lako latupa mwanga katika mapito yetu, na hivyo naomba ya kwamba kama vile tumejifunza kutoka kwenye neno hili, ndipo itakapotimia kwamba ndugu yangu msikilizaji atakapoendelea kutafakari neno hili, utaendelea kujifunua kwake, utaendelea kumwonyesha jinsi yastahili kuishi, maana neno lako latufunulia mapenzi yako ya jinsi twastahili kuishi maisha haya. Ewe Mungu Mwenyezi, najua ya kwamba hili ambalo tumejifunza ni jambo kuu, jambo tunalohitaji kuliamini, jambo tunalohitaji kuendelea kuishi kwalo, kwa sababu wewe mwenyewe ndiwe umenena maneno haya. Asante Roho Mtakatifu wa Mungu, maana wewe u pamoja nasi kutuongoza na kutuelekeza katika kweli yote, na pia kutufunza kweli ya Mungu. Najua ya kuwa u pamoja na ndugu yangu msikilizaji, na ya kuwa yote ambayo tumejifunza leo utaendelea kumfunulia zaidi na kumwongoza katika njia zako, kwa kuwa njia zako ni njia za Yesu Kristo, njia za uzima wa milele. Jina lako libarikiwe milele, jina lako litukuzwe, kwa kuwa najua kwamba ni mengi utakayeyatenda, kwa sababu hayo mapenzi yako ndiyo utamfunulia na pia kumwezesha kutenda. Haya nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, iwapo kuna jambo ambalo la bariki moyo wangu, ni kufahamu kwamba Mungu alitutafuta sisi tulipokuwa tungali wenye dhambi. Mara nyingi watu humtafuta Mungu, lakini Mungu alikutafuta wewe, naye akakupata, nawe ukapokea mwito huo wa kumwamini Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wako. Ndiposa leo hii tunapozungumza habari ya haki itokanayo kwa imani kwa Kristo, wewe wafahamu kile nachozungumzia. Lakini iwapo waamini ya kwamba utaokolewa kwa matendo yako ya haki, elewa kuwa matendo yako ujapoishi miaka 1000 na 1000 hayawezi kufikia kiwango hicho atakacho Mungu ili upate kuokolewa. Hili nakwambia kwa kuwa asili yetu, ndugu msikilizaji, ni asili ya dhambi, na lolote tunaloweza kutenda kwa urahisi si tendo la haki, bali ni matendo yanayokeuka maadili yake Mungu. Ni ombi langu kwamba hautategemea matendo yako, bali utategemea haki yake Mungu, haki uipatayo kwa imani katika Yesu Kristo, ili upate wokovu. Na zaidi ya yote utaendelea pia kumtegemea Mungu akupe nguvu na uweza
wa kutenda mapenzi yake ili upate kuwa mtoto wa Mungu katika kizazi hiki. Najua kwamba hili ndilo Mungu atakutendea, maana amemtuma Roho wake Mtakatifu akae nawe, awe ndani yako, akusaidie kutenda mapenzi yake, kwa kuwa neno latuambia kwamba atayachukua yaliyo ya Kristo na kutupasha sisi. Ya Kristo ni yale yaliyo mapenzi yake kutuhusu. Nawe unapotenda mapenzi hayo, Mungu atakubarikia, nawe utafurahia wokovu wako, utafurahia kutembea naye Bwana kama vile wapendwa wa zamani walivyofurahia kutembea naye Mungu. Jina la Bwana libarikiwe, maana hayo atakutendea, kwa kuwa yeye akupenda upeo. Tukutane kwenye kipindi kijacho, tuone hayo ambayo Mungu ametuandalia ili tupate kujua mapenzi yake kutuhusu sisi. Na hadi wakati huo, na kutakia heri na baraka zake Mwenyezi Mungu. Ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea. Ujumbe huo ni wa baraka sana, maana watufahamisha mengi kuhusu hali yetu na jinsi Mungu ametusaidia hadi sasa. Huenda unalo swali, maoni au ushuhuda ungelitaka kushiriki pamoja nasi. Wasiliana nasi ukitumia anwani hii. Na kualika kwenye kipindi kijacho ili tuendelee kujifunza kutoka kwenye sura ya 4 ya kitabu hiki cha Warumi. Hadi wakati huo, amani ya Kristo iwe pamoja nawe. Mimi ni Pamela Omodo, mwenyeji wako. Ndiyo msikilizaji wangu, neno ni lazima liendelee. Kwa hivyo, hebu tuandikie utueleze jinsi hili neno la Bwana linakubariki. Anwani yetu ndiyo hii: Transworld Radio Burundi, Rohero, barabara la Jierer namba 27, Bujumbura, Burundi. WhatsApp, SMS na kupiga simu ni kwenye namba 71 650 650. Email twrburundi@gmail.com. YouTube, Facebook na Twitter TWR Burundi.